Karibu mtazamaji wa Bongo Scope Stories. Tuko na mwenzetu hapa leo, atajitambulisha anaitwa nani, tukiangalia zaidi masuala mbalimbali ya kijamii. Karibu sana. Naitwa Biz Benefit. Biz Benefit leo, mimi nataka kujua huwa kwa nini kunakuwa na ugumu ama ni changamoto gani mwanaume huwa anaipata katika jamii yetu pale pindi anapooa mwanamke mwenye elimu kubwa kuliko yeye ama kipato kikubwa kuliko yeye. Ugumu unakuwa ni na changamoto anayoipata baada ya kuoa inakuwa ni okay. Hiyo vitu unajua kwamba kwanza mwana by nature mwanamke ameambiwa kuongozwa, kutawaliwa, unanielewa? Ameambiwa kuongozwa, yani yeye anakuwa comfortable anapopata mwanaume ambapo anamuongoza, na ili uwe mwongozaji mzuri lazima uwe juu kwenye vitu vingi. Kwa hiyo sasa, kama utakuwa una mke ambayo yeye ndo ana vitu vingi, yani amekuzidi kwenye vitu vingi, elimu, amekuzidi kiuchumi, mpaka hapo huyo mwanamke atakuwa ana sauti zaidi ya wewe, yani yeye ndo kichwa cha familia. Yes, wewe unakuwa chini yake. Ndio. Lakini sasa Biz, ukisema kwamba ameumbiwa kukontroliwa, maana yake sasa unaturudisha zama za nyuma, zile za kale, kwamba ule mfumo dume ni tatizo lolote. Kusema kuoa mwanamke aliyekuzidi aidha kipato au sio ni tatizo lolote, kwa sababu moja, nimeshuhudia vijana wengi tu wameoa wanawake ambao wamewazidi kipato na maisha yanaenda kama kawaida. Unaona sasa, mtangazaji hapo anakuniambia kusema ukioa mtu ambaye amekuzidi kipato kidogo inaleta nani shida au nani hapa hasa anapata ukakasi. Maana mimi nimeshuhudia hiyo issue hiyo. Sasa sijajua kwa upande wenu. Yani yeye amekuwa kwenye mbio kwenye kila kitu, ana kauli sifuri sana, asilimia chache sana. Yani mwanamke kumzidi mwanaume kwenye vitu vingi, alafu anakuwa bado ananyenyekea. Oya mzee, mbona unaongea sana? Kuta ni mbona unaongea kwa hisia? Uhalisia wa mwanamke na mwanaume ndio hivyo. Yani kwanza mwanaume anakuwa comfortable na anakuwa anajiamini kwenye kila kitu pale anapomzidi mwanamke kwenye vitu vingi. Yani mwanamke yeye awe akiambiwa kitu na mwanaume ndio hiki ndio, basi lazima mwanaume awe kwenye kitu vingi. Mwanamke akisha kuwa amekuzidi wewe, anahitaji utawala kwenye nyumba. Unataka kunaambia kwamba ndio maana ndoa nyingi za zamani zilikuwa zinadumu, hasa zile za mababu na baba zetu. Ndio maana zilikuwa zinadumu kwa sababu wao hawakubezi sana kwenye issue za elimu pamoja na nini na mali. Hata kama mama ana mali, lakini zile zilikuwa zinakuwa owned au kumilikiwa na familia ama baba. Yaani mama hawezi kusimama kwamba mimi nina mashamba 12, mimi nina ng'ombe 500. Baba ndio anakuwa nini? Mmiliki wa endo. Sasa hii kwako huoni kama kuna tatizo za namna yoyote ile? Kwa mfano jihesabie wewe, kwa sababu mfano wa kwanza umesema unaona vijana wanaoa na wanaishi fresh. Tuchukulie wewe umeoa mwanamke aliyekuzidi kipato ama elimu. Je, wewe unaona inakuaje? Naona kama haitasumbua. Unajua kwa sababu gani? Nahisi wengi sana sisi tunaishi katika ule mfumo dume wa Afrika. Wengi sana tunaishi katika mfumo dume ambao unasema mimi ni mimi, yaani mwanaume kusema huyu mwanamke si kitu chochote. Ndugu yangu, unaona? Sasa ukiangalia sasa hivi ni kipindi cha nini? Cha utandawazi. Maana utandawazi haufanyaje? Haupoteki hata iweje. Kwa hiyo hiki kipindi hakimbagui mtu yeyote kusema huyu anafanya hivi, huyu anafanya hivi. Unaona? Mwanamke mwenyewe ana uwezo wa kuzalisha mali, ana uwezo wa kuongoza, na ndio maana tunaangalia leo hii sisi tuna mwanamke ambaye anatuongoza ni Mama Samia. Unaona? Wapo wengi sana ambao wako chini yake na anajaribu kutuaminisha kwa kuwaweka, ajaribu hata kumweka waziri wa ulinzi ambaye ni mwanamke. Kwa kwamba sisi tunafanyaje? Tuna uwezo wa kuongoza. Hizi ni zama tofauti na zile zama za zamani. Kwa hiyo mimi hilo swala naona ni vizuri kabisa linaenda na mambo, ili mradi tu
mnaelewana. Hivyo masuala ya kusema huyu hapa si mwanamke yeye yani yuko chini zaidi, nakataa, siungi mkono. Unajua hivyo vitu bwana, usitake sana kusawa. Sipingi kwamba mwanamke hawezi akawa kiongozi. Unajua nini, maisha ya wanaoishi ndani watu wawili, achana kabisa na mfano ambao usiangalie kwa nje, angalia ndani watu wanaishi vipi. Umeotolea mfano Marida kama kina namba moja na Samia, sawa, unaelewa. Lakini tuje chemba tu mimi na wewe, au kaa mwenye hata kwa dakika zako mbili ukifikiria. Unajua mzee anaitiwa kwenye kila kitu, yani ndani wako vipi, yani kwa mudume sasa tuliojiwekea sisi sasa. Lakini tunashuhudia vipi, hujaishuhudia wewe katika jamii hapa watu wanaishi mwanamke ndo kila kitu kaka na wanaishi vizuri kabisa. Kaka yani kuishi na mwanamke ambao amekuzidi kwenye kila kitu, umeelewa? Lakini wanaume tunajisikia na amani, umeelewa? Pale tunapokuwa tunasikilizwa na mwanamke tunaheshimiwa, umeelewa? Wewe unaweza ukaona watu, mfano wa watu wanaishi lakini hujui ndani, umeelewa? Mwanamke yuko chini kwenye kila kitu anasikilizwa mzee, lakini kwenye uhalisia mwanamke akisha kuzidi kila kitu kupata heshima ambayo anatakiwa kupewa, umeelewa mzee wangu? Ni nadra sana. Mwanamke inabidi umzidi kwenye kila kitu, atakuheshimu na atakujali na atakutii, na hapo ndo wanaume tunapojisi tunapendwa. Unanielewa? Kupata sana. Kwa sasa ukisema labda uangalie tu kwamba watu mboni wanaishi na maisha yanaenda mzee, utulia ndani yanaendelea. Kwa hiyo mwanaume inabidi uwe kwenye kila kitu ili mwanamke akusikilize na kunyenyekea. Hakuna stress mbaya mzee kama za mapenzi. Sawa. Yaani mwanamke akisha kupoza ni sahihi. Tumeona wengi wanachukua maamuzi ambayo sio sahihi. Lakini yani tunasema wewe unasema kiuhalisia, vile vile na mwenyewe kiuhalisia. Naona tunaona tunashuhudia sisi wenyewe, tuseme sijui ni waanga sijui ni nini inatokea nchini kwetu. Uangalie changamoto wanazokutana nazo ndani. Sawa, unajua changamoto wanasema ni zile ni siri zao ambazo wanasijua wao. Sasa sisi tuko ule muonekano wa nje, hakuna maisha mazuri kama ya amani. Mimi nazungumzia ili uishi kwa amani. Mtazamaji, mjadala kweli. Sasa sisi tukuachie wewe una mawazo gani ama una maoni gani kwenye hili? Kwa kumaliza, tumwachie bwana Andrew, unawaambia nini watazamaji? Baada ya hapo tutamaliza na these benefits. Mtazamaji, mjadala huu ni mkali kweli kweli, tukisema tuendelee hatuwezi kuishia hapa. Sasa ili tufikie hatama, ninaona tukuachie wewe. Je, una maoni gani? Lakini kabla ya hapa, kwa kumaliza kabisa, tuanze na bwana Andrew, kisha tutamalizia na these benefits. Ninyi mnawachia nini watazamaji? Je, wapite katika njia gani? Binafsi naweza nikasema maoni yangu ni kwamba tuondokane na ule mfumo kandamizi au mfumo dume. Naona manake tupo kipindi ambacho ni kipindi cha utandawazi, kila mtu ana uwezo wa kufanyaje wa kuongoza. Mfano ipo mimi, ndio hilo. Bwana Bizi, wewe unamalizaje? Kaka, mimi sina mengi sana kwenye hili, lakini kiufupi tu haina maana maisha mazuri kama ya amani. Yaani mimi nawashauri watu, yaani wewe wanangu mtaani, wewe wanangu nitafuteni kwanza, ukishajipata alafu ndo mchukue mama mweke ndani. Hakikisha mama unamzidi kwenye kila kitu, ili usije ukapata sijui changamoto ya akili. Kuna stress mbaya sana mzee wangu, mwanamke akishakuchukulia poa. Mzigo kwanza tukitafute kwanza, alafu ukishajipanga ukijipata fresh ndo tuweze kuoa. Kuendelea kupata madini kama haya, hakikisha una subscribe channel yetu Source Online Media, ukilike na kucomment, bila kusahau kushare, ili uendelee kupata taarifa zetu zote zilizo kamili kabisa.